Na ndugu mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki au katika simulizi ya Kutapambazuka, na tutajaribu tena sehemu ya pili. Nikipenda kukukumbusha kusubscribe, kushare na kulike ili watu waweze kutembelea peji yetu, waweze kupata. Na kama tulipoishia, mama yule aliamua kumkumbatia mwanae muda wote atakapokwenda. Ingawa familia kubwa waliacha watoto wao wakiteseka na kwa bibi zao. Yes, bibi yao aliteseka sana kuwalea wajukuu wengine. Watoto wa kiume wa yule bibi kwenye ile familia walimwachia wajukuu. Watoto wa kike walienda mjini kana kwamba mithili ya kutafuta maisha, lakini kumbe walikuwa wakimwagia watoto. Kama tulivyosema, hali ya hiki kijiji ni ngumu. Watoto au vijana hawa walikuwa wakipata tabu sana. Yes. Ulishawahi kuamka asubuhi saa 11 ukamlime matuta alafu uje uwahi shuleni? Basi ndipo hawa vijana walikuwa katika hayo mazingira. Kwa hiyo saa 11 atakwenda shambani kulima, saa 12 kasorobo, saa 11, saa 1 kasorobo, yes, watarudi kujiandaa kwenda kuwahi namba. Lakini kumbuka, kuwahi namba miaka ile ilikuwa ni saa 12:30. Mmeshafanya usafi shuleni. Kumbuka tunaongelea miaka ya 90 na kitu. Mmeshafanya usafi, mmekagua viunga, na katika ile miaka ina maana kila mtu alikuwa anawekewa kiunga chake cha kufagia na mwalimu anakuja anakagua. Watoto katika familia hii waliteswa sana. Wakienda shuleni viboko, wakirudi nyumbani kazi hazijafanyika viboko. Kwa hiyo ilikuwa ni mithili kama ya robot. Lakini katika hicho kijiji kulikuwa kuna watu wamefanikiwa sana. Ni matajiri. Tukisema utajiri wa miaka hiyo, ilikuwa ni ng'ombe, mbuzi na mifugo mingine na kuku. Lakini hii familia ilikuwa kama imelaaniwa, kana kwamba haijawahi kupata chochote. Chakula ilikuwa ni ngumu kukipata, na miaka yote ilikuwa ni kula ugali tu. Ilikuwa ni kula ugali tu na si vinginevyo. Vijana hawa walijitia moyo na kwamba na siku moja watakuja kupata maisha mazuri. Ikiwa wazazi wao hawapo, maisha yaliendelea kuwa magumu sana. Vijana wakaendelea kuwa watukutu, wakorofi, na hata ikifikia sometime kutoroka na kwenda mjini kutafuta maisha. Vijana hawa walikumbwa na masaibu mengi sana. Lakini ukiachana licha ya hiyo, pamoja na utajiri ulioongelea wana kijiji, hatusahau wana baiskeli. Alikuwa ni mtu mwenye baiskeli anaheshimika sana katika kijiji. Lakini hawa vijana waliendelea kutembea miguu pevu, kutembea nguo zikiwa zimechanika makalioni. Lakini mama wa yule kijana ambaye alijisalimisha kurudi na kutembea kufanya biashara kijijini, alikuwa akiwasapoti. Huyu mama alikuwa anatembea kuuza vitumbua kwenye linada. Alikuwa akiendelea kuuza vitumbua, kuuza maandazi na nguo, ili mradi tu wajikwamue na maisha. Hali iliendelea. Alienda mjini, hakurudi. Kulikuwa hakuna barua, hakuna simu. Ingawa wanasema uchungu wa mwana ni wa mzazi, lakini hakuna ambaye alishawahi kujali. Si mjomba, si mama mdogo, si shangazi. Kumbuka miaka hiyo. Njaa ilikuwa ni kali sana.
kuna mahindi ya msaada yalikuwa yanagawiwa kwenye kijiji kwa kengele, tena kwa bakuli kwa kimbo. Wenyewe katika kijiji hicho walizoea kuita kama ochero, mahindi ya njano, japokuwa pia yalikuwa hayatoshi. Yes, hayatoshi. Lakini ndugu yangu, umekulia katika maisha nzuri. Wali ulikuwa unaola. Miaka hiyo wali ulikuwa ni kitumbo, nao unapatikana kwa nadra sana. Labda kama wakugawiwa ulikuwa unatoka katika nchi zile za Pakistan. Ninaposimulia kisa hiki, na maana wengine wanaelewa nimeendelea. Yes. Baada ya hapo hakuna kitu. Lakini kulikuwa kuna mashine vijijini za maji, mashine za mapima zile, kama unazifahamu, za kuzungusha, zikisaga ile chenga ikibakia, familia hii ya kimaskini kwenda kuchukua zile chenga na kana kwamba ni wali. Oh yes, ni wali. Ndugu, maisha hayakuwa rahisi kama unavyofikiria, na kwa kuwa maisha yaliendelea, mambo yakawa magumu, mambo yakaendelea kuwa mazito. Vijana wengine walikimbia kwenda mjini, wakawa kama watoto yatima na kama watoto ambao ikiwa kwamba watawaona wazazi wao ili waweze kuwasaidia na maisha ambayo ni magumu. Lakini la hasha, hawakufanikiwa. Hawakufanikiwa. Na katika kijiji hicho walichokuwa wakiishi na huyo bibi yao walizaliwa wawili tu, kwa maana na babu yao alikuwa anaishi kijiji cha mbali sana. Kwenda huko kulikuwa kuna magari, ni kutembea kwa miguu. Lakini huyu mama alikuwa na maisha mazuri, ana familia nzuri. Tunapoongelea maisha mazuri, chakula, ng'ombe, kuku na uwezekano wa kupata chakula cha asubuhi na si kingi kinachoonekana. Mmoja wa vijana hao alishawahi kukimbia, akatafutwa ndani, amepotea. Kumbe kakimbia kijiji hicho. Kijiji hicho kilikuwa kinapata kilomita zaidi ya 100. Aliwahi kwenda siku moja tu, lakini akaondoka. Familia iliendelea kumtafuta kana kwamba ameshaliwa na sida, kwa sababu vijiji hivyo ni kutembea tu mpaka unafika, na kulikuwa kuna tembo na wanyama wakali. Lakini ni nini walikuwa wanakimbia? Walikuwa wanakimbia kwa sababu ya shida. Kama umeshawahi kuwa kwenye maisha ambayo si ya shida, jaribu kuangalia na kumshukuru Mungu. Jaribu kutunza ulichokuwa nacho ili uweze kulea wanao au watoto uliokuwa nao ili wasiweze kupata tabu. Jaribu kulea familia yako, mama au wale watu wote ambao walikufanya uwepo hapo katika nafasi nzuri. Maana katika kisa hiki utakwenda kupata somo ambalo litaweza kusaidia sana katika maisha haya. Yes. Ndio. Turudi kwa huyu mama ambaye aliamua kurudi kijijini na kuzunguka kwenye vijiji kwa ajili ya kuuza nguo, vitumbua na chochote alichokipata kuzunguka kwenye chochote alichokipata kukiuza na mwanae. Na mwanae wakati mwingine alikuwa anakosa hata masomo kwa sababu ya mama alikuwa anataka security ya mwanae. No. Uchungu wa mwana au haya mzazi. Ndugu yangu, huyu mama alihangaika, akahangaika, na huku akiwa akirudi nyumbani. Lakini kumbuka, mtenda wema hakuna anayempenda. Familia pamoja na kufanya jitihada zote, ilionekana kwamba huyu mama hamna lolote anachokifanya. Usikate tamaa unapofanya vitu vizuri. Watu wengi hawatakupenda, wengi watakuchukia, wataona kana kwamba hufai. Endelea kusaidia. Inawezekana baraka zikaja kwa watoto wako na sio kwako pia.
Lakini mambo yakaendelea kuwa mabaya. Bibi au mama akaanza kuwa anamchukia mwanaye aliyemzaa, ambaye ndo huyu mtoto. Najua chuki huwa inaamka popote tu. Kwa hiyo akawa anaishi nyumba moja, akawa anaishi sehemu moja, lakini kila mmoja anakula kivyake, ni kama wamejitenga. Ni maisha mabaya sana. Kama mlishawahi kula vizuri mkakaa pamoja na mkapendana, lakini kumbuka kuna watu wameishi tu kwa damu moja, takuwa na hali mbaya ya kutokuelewana. Ndugu yako, maisha ni funzo, lakini kila unachokipitia jua kutapambazuka. Tutajaribu tena. Niambie, kutapambazuka, utajaribu tena. Jaribu kufikiri vile namna unavyoishi na ndugu zako, ulivyoishi na ndugu zako, mkiwa mnaishi vizuri, hakuna ugomvi, lakini kuna familia inaishi wanawekeana mipaka mpaka ya kupita, lakini ni nyumba moja. Tutakwenda kujifunza mambo mengi kwenye hiki kisa, na tutaenda kuviona vitu vingi sana vinavyowatokea watu kwenye maisha. Usikate tamaa hapo ulipo, kwa sababu mwisho wa kisa hiki kina funzo kubwa. Endelea kutufuatilia, subscribe, comment na kulike. Sambaza katuni za Kiswahili wafikie watu wengi. Subscribe, share na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata mambo mengi tunayotengeneza kwa njia ya katuni au masimulizi hizi za sauti.